kanisa lawezaje sell the blood of Jesus kuuza damu ya Yesu at market price? katika ile bei ya sokoni? How can somebody come to you Je, mtu anawezaje kuja kwako and say, God has spoken to me about you, na aseme Mungu ameninenea kukuhusu wewe, and say na aseme you need to pay 5,000 to come and receive? na unasema unahitaji kulipa shilingi 5,000 uje na upokee? When you look at the Bible, Wakati unatazama Biblia, did Jeremiah charge? je, Yeremia alitaisha, Did alilipisha? Isaiah charge? Je, Isaiah alilipisha? Did Ezekiel Je, charge? Ezekieli alilipisha? Did Malachi charge? Je, Malaki alilipisha? Then why are you charging? Basi kwa nini unalipisha? The price that Jesus paid Gharama ambayo Yesu kalipa to prepare for you a glorious garment. kuandaa vazi la dhamana la utukufu kwa msalaba. You see the price Unaona gharama in Isaiah 53 katika Isaia 53 and Psalm 22. na Zaburi 22. Listen, precious people. Sikiza watu wa dhamani, The Lord is saying Bwana anasema that this message brings responsibility to the pastor. ya kwamba ujumbe huu unaleta majukumu kwa mchungaji, And he's telling the pastor, na anawaambia wachungaji, how come yawezekanaje ever since the Lord called you, tangia Bwana alipokuita you have not prepared the church? haujaliandaa kanisa? How come Yawezekanaje ever since you became a pastor, tangia ulipofanyika mchungaji you have been clothing the church umekuwa ukilifika kanisa with the prosperity of this world? na ufanisi wa ulimwengu huu? And he's saying, Na anasema how come yawezekanaje ever since he called you, tangia alipokuita you have not clothed the church haujalifika kanisa with the righteousness of Jehovah? na uhaki wa Yehova? How come? Yawezekanaje? The Lord, Bwana in the same way, katika njia hiyo hiyo has shown me amenionyesha the garment of the church today. vazi la kanisa leo hii, And I want to talk about some few things on the garment. na nataka nizungumzie mambo kidogo kuhusiana na vazi. When you look at the garment of the church Wakati unatazama vazi la kanisa today, leo, what do you see? unaona nini? You see stains, Unaona madoadoa, manchas, unaona madoadoa, stains. unaona madoadoa. One of the stains, Mojawapo ya madoa, one of the stains, mojawapo ya madoa, the major stains, madoa mojawapo ambayo ni kubwa, is called inaitwa the gospel of prosperity. injili ya ufanisi. Welcome to the ancient kingdom of God. Karibuni katika ufalme wa kale wa Mungu. Antigua, ancient. Wa kale. Welcome to the ancient kingdom of God. Karibu katika ufalme wa kale wa Mungu. When the Lord watches you worship, Wakati Bwana anakutazama ukiabudu, he looks at the garment. anatazama vazi. Time is over. Wakati umekwisha. When you watch your news Wakati mnatazama habari zenu and you watch Boko Haram na mnatazama Boko Haram and you watch Ebola na mnatazama Ebola and you see Iraq na mnaona Iraki and Syria na Syria and Libya, na Libya. those of you who are in the ministry, you heard when I gave those prophecies. Wale wenu mliokuwa katika huduma mnajua wakati nilipeana hizo unabii. But I want somebody who did not hear. Lakini nataka mtu ambaye hakusikia. When you watch these things, Wakati mnatazama mambo haya, the global economic crash, shida ya kiutata, kuporomoka kwa uchumi ya kidunia, tell me, niambie, how come yawezekanaje? you are so good Nyinyi ni wazuri sana in describing other things? katika kuelezea mambo mengine. How come Yawezekanaje you cannot tell hamwezi kusema that time is over? ya kwamba wakati umekwisha? When you watch your news, Mnapotazama habari zenu, how come you don't use your spiritual eyes to watch the news? yawezekanaje mtumii macho yenu ya kiroho kutazama habari zenu? And when you look at the church Na unapolitazama kanisa world over, kote kote duniani, the garment she wears today vazi analovalia leo hii has one big stain iko na doa kubwa that is sweeping the whole earth.
ambayo inafagilia dunia yote, called the inayoitwa gospel of prosperity. injili ya ufanisi. The gospel that says Injili inayosema you can bribe God unaweza ukamhonga Mungu a certain amount of money kiasi fulani cha pesa and get away with holiness. na ufutilie mbali utakatifu. How possible? Yawezekanaje? The only thing about the Lord. Jambo la kipekee kumuhusu Bwana. How possible Yawezekanaje when the only thing about the Lord wakati jambo la pekee kumuhusu Bwana that stays forever and ever, ambayo inadumu milele na tena milele, the only character of the Lord tabia ya pekee ya Bwana that is from eternity the same ambayo ni kutoka umilele until now hadi sasa and goes to eternity the same, na inaenda hadi umilele iko vile vile, is the holiness of God. ni utakatifu wa Mungu. But when you look at the church today, Lakini unapolitazama kanisa leo hii, her garment vazi lake has a big stain. liko na doa They kubwa. are preaching a gospel Wanahubiri injili of money. ya pesa. The gospel Injili of sow a seed ya panda mbegu and get your miracle. na upate muujiza wako. How can the church Je, kanisa lawezaje sell the blood of Jesus kuuza damu ya Yesu at market price? katika ile bei ya sokoni? How can somebody come to you Je, mtu anawezaje kuja kwako and say, God has spoken to me about you, na aseme Mungu ameninenea kukuhusu wewe, and say na aseme you need to pay 5,000 to come and receive? na unasema unahitaji kulipa shilingi 5,000 uje na upokee? When you look at the Bible, Wakati unatazama Biblia, did Jeremiah charge? je, Yeremia alitaisha, Did alilipisha? Isaiah charge? Je, Isaia alilipisha? Did Ezekiel Je, charge? Ezekieli alilipisha? Did Malachi charge? Je, Malaki alilipisha? Then why are you charging? Basi kwa nini unalipisha? How about the poor woman, Na je, kumuhusu mama ambaye ni maskini, the widow yule mjane that has no fare? ambaye hana nauli? If today Ikiwa leo hii I had come here ningelikuja hapa and said the Lord has spoken with me na niseme Bwana amenena pamoja nami about the church, kuhusu kanisa, but he wants lakini anataka you to pay 14,000 at the gate. wewe ulipe shilingi 14,000 mlangoni. Woi, woi, woi. Woi woi woi. How about the orphans? Na je, kuwahusu mayatima? Woi, woi, woi. Woi woi woi. How about the students who have just graduated from university and have no fare? Na je, kuwahusu wanafunzi ambao wamehitimu tu kutoka chuo kikuu na hawana nauli? How about the people in the slums? Na je, kuwahusu watu walio katika mitaa? That God, Huyo Mungu he has only spoken to you that you may admit the rich people. amekuzungumzia kwamba ukawazungumzia watu matajiri. Do you understand the stain? Je, unaelewa hilo doa? The big stain on the church. Hilo doa kubwa kwenye kanisa. And that is what I've been going all over the earth cleaning up. Na hiyo ndiyo nimekuwa nikienda kote kote ulimwenguni nikisafisha. The stain Hilo doa of the gospel that came from the west ya injili iliyotoka magharibi and came na ikakuja and adulterated the blood na ikatia unajisi damu and began to sell the cross na ikaanza kuuza msalaba at market price. kwa bei ya sokoni. That if you pay me Ya kwamba ikiwa utanilipa 15,000 shillings, shilingi 15,000 they run on TV, wanapitisha katika runinga, they run some M-Pesa lines. wanapitisha tu nambari za M-Pesa. This is money for paying money. Hii ni ya kulipa pesa. And they say, Na wanasema if you send your money here, ikiwa utatuma pesa zako hapa, I will give you a prophetic word. nitakupatia neno lako la kiunabii. Who has bewitched the Ni church? nani aliyeliroga kanisa? Nani ameroga kanisa? Nani ameroga kanisa? Who has bewitched the church? Nani ameroga kanisa? How can she do that? Je, linawezaje kufanya hivyo? How can you even go there and pay? Je, hata wewe unawezaje kwenda pale na kulipa? The love of money Upendo wa pesa is the biggest curse in the church today. ndio laana kubwa kabisa kwa kanisa leo hii. That is the reason the Lord sent me Hiyo ndio sababu Bwana kanituma to the church kwa kanisa to tell them, kuwaambia,
Look, tazama the coming Messiah. masihi ajaye, Prepare the way. andaeni njia, Go back to righteousness rudini kwa uhaki and na holiness utakatifu and repentance. na toba. Oh, I have only 5 minutes. Niko tu na dakika 5. Really 5 minutes. Dakika 5 kweli. Listen to me. Nisikize. If you look at the other stain Ikiwa utaangalia doa lingine that is on the church, ambalo liko kwa kanisa, that is related to the first stain, ambalo la husiana na doa la kwanza, it is called linaitwa sexual immorality in the church. dhambi ya ngono na uasherati And kanisani. that's why Na hiyo ndio you sababu find that women dress unapata kwamba wanawake wanavalia in a short skirt katika sketi fupi and they take Vaseline na wanachukua Vaseline and they smear their legs na wanapaka miguuni pao and they stand at the na altar wanasimama kwa madhabahu up there kule juu and they worship like this, na wanaabudu namna hii that the men ya kwamba wanaume may lust at them, wawatamani, and no pastor na hakuna is mchungaji rebuking them. anawakemea. Oi, Hey, oi, hey, oi, hey, oh yes, ndio, oh yes, ndio, oh yes, ndio, oh yes, ndio, and no pastor na hakuna mchungaji is rebuking that. anawakemea. There is a problem. Kuna shida, There is a problem. kuna shida, There is a problem in the house. kunayo shida katika nyumba. I have come with a broom. Nimekuja na kifagio, I am sweeping, ninafagia, sweeping, ninafagia, sweeping the house, nikifagia the nyumba, house of my father. nyumba ya baba yangu.